Unapenda unaimbaje ule wimbo? Ule wa Divoice ule. Ule unaupenda, anaweza kausikiliza siku nzima. Unaitaje ule? Penzi ni hadithi za siku nunu. Itakuwa mpaka sasa hivi tayari ushaiona ile video ambayo inamuonyesha mwanadada akimlalamikia mpenzi wake kwamba hataki vile viatu ambavyo viko wazi, anataka vile ambavyo mbele vina kama mshikio fulani hivi, kwa sababu vidole vyake akivaa vinaenda moja kwa moja, au vipi? Mwanadada huyo ndo huyo hapa. Wengi walikuwa wakijiuliza ni mkubwa ama ni mtoto. Majibu yote tutayapata leo, lakini kwenye hiyo video pia imesikika sauti ya mwanaume ambaye mwanadada huyo akisema ni mume wake. So naye pia tuko naye hapa, tutajaribu kupiga nao story wote, watufahamishe kulikoni, kwa nini mwanadada huyo analalamika, lakini na vitu vingine kama hivyo. Kama unataka kuhusika kwenye hii interview, hakikisha unadondosha comment yako, lakini usisahau kusubscribe, usisahau kushare pia, au vipi? Karibu sana brother, habari? Salama, kwema. Poa kabisa. Salama kabisa. Mimi pengine ningetamani kuwafahamu, na watu ambao wanatuangalia sasa hivi pia wangetamani kuwafahamu, nyie ni kina nani, mnafahamika kwa majina gani? Kufahamika kivipi? Labda ni majina ambayo pengine wazazi wamewapa, na mkatuambia unatokea mkoa gani, bibi anatokea mkoa gani na vitu kama hivyo. Okay. Mimi naitwa Abdullahi Mbeye, ndio jina ambalo nilipewa na wazazi. Ni Mnyakyusa wa Mbeya. Huko ndo asili ya kwetu. Lakini kwa mjini hapa najishughulisha na shughuli mbalimbali za kujipatia riziki kama vile utoaji wa huduma za bima. Hiyo ndo kazi yangu by professional. Lakini pia ni nauza na kununua magari. Hiyo ni biashara pembeni ambayo naifanya. Shemeji vipi tu, aongea au unamwongelea? Anaweza kujitambulisha. Karibu. Asante. Naitwa Leila. Nafanya biashara ya kuuza vipodozi. Na kwa ujumla mnafahamika kama Mr. and Mrs. nani? Mr. and Mrs. Mbeye. Hiyo ndo kwa sababu mimi ni Mbeye, kwa hiyo Mr. and Mrs. Mbeye. Safi sana. Okay, tuko na familia, si ndio? Na ni mko kwenye ndoa kwa miaka mingapi? No comment. Miaka mingi sana. Mingi sana. Safi. Na mmejaliwa kupata mtoto? Yeah, mtoto yupo. Mmoja. Anafahamika kama? Kwa jina lake Kayai. Kayai, okay. Safi. Ile video ni vitu ambavyo mnavifanya ama ilitokea? Kwa sababu tunaona pia mpo TikTok. Unajua tushazoea kuona watu wa TikTok ni kama ma content creator. So watu wengi walikuwa wanatamani kujiuliza, walikuwa wanajiuliza kuhusiana na hilo. Kitu ambacho kilitokea kama content au ni kweli bibi alikuwa analalamika? Ile video ni ukweli, alikuwa analalamika. Japokuwa sisi tumekuwa si kila tunachopost sisi ni maisha yetu halisia. Hatujawahi kutengeneza kitu labda itokee mara chache sana. Lakini kile ambacho kilitokea kwenye ile video ni ukweli, alikuwa analalamika ile kitu. Kwa ni maisha yetu sisi ya kila siku. Na hata huko TikTok unakosema tuna account pia, lakini sisi tunapost for fun. Kwa ni maisha yetu halisia ambayo yapo kule kwenye TikTok. So kwamba mnaifanya kwa ajili ya kwa mfano umeniambia ni unauza magari, si ndio? So kwamba unaifanya kwa ajili ya kupromote kazi zako nini? Magari ipo account special ambayo natumia kupromotea magari. Hiyo inaitwa Matidom Magari. Kwa hiyo haijawahi kuingiliana na hiyo unayoiona wewe kwenye ile video. Na mmekuwa TikTok kwa muda gani sasa? Kwenye ile account ya Wanso. Account ya Wanso imeanza mwaka jana. Around mwezi kama ni 5 hivi, wa 6. 6. Kuelekea 6. Pengine kuna pesa yoyote ambayo imeingia kupitia TikTok? Ipo. Inawalipa hiyo? Okay, sawa. Mimi nafikiri swali ambalo nilikuwa natamani kuuliza, wengi huwa wanalikimbia hili swali, lakini natamani kufahamu umri wa bibie hapa, ndugu yangu. Jamani, umri tumeshauelezea sana. Hapa nafikiri Dauda Media hujaelezea. Umri tumuelezea sana. Umri wa bibie tumuelezea sana mbona. Hapa Dauda Media hatujai kusikia, na ndo leo nauliza hili swali. Niseme.
Ndio hivyo, na miaka 23 na miaka 24, miaka na miaka 30. Fanya mazoezi yoyote ama ni hivyo tu ndo ulivyo yani? Niseme nafanya ndio. Gym nini? Ndio mazoezi tunafanya yote, na mimi pia nafanya mazoezi. Sawa. Na mnaiona wapi kapo yenu? Mnaiona wapi familia yenu kwa miaka ijayo na nini? Ndoto zenu pengine? Kikubwa ni kuomba Mungu. Unajua kila kitu wa mtu unakiona kwa ukubwa, wewe unavyoona kama wewe, lakini kikubwa ni kuomba Mungu. Sisi tunaona ni tutakuwa na familia yenye furaha kubwa sana na amani. Hivyo tu. Mko TikTok, kuna watu wanafanya vizuri sana TikTok. Pengine kuna watu ambao wana familia kama nyinyi na wanafanya hizo content. Kuna watu ambao waliwa inspire ama ilitokea tu? Kwa kusema kuinspire moja kwa moja, hapana, kwa sababu ilitokea kwa sababu bibi ndio alikuwa anapenda kufanya hivyo vitu vya kuposti. Mimi nilikuwa mwanzo sipendi, na kama ukienda kwenye ile account ya TikTok ukiangalia video za mwanzo kabisa utagundua kama mimi kama nilikuwa kama nalazimishwa. Yes. Lakini mwanzoni ni kama mimi ndo namlazimisha, ni hadi ananuna, akinuna hivyo, akiwa anarudi kwa mfano kutoka kazini nategesha kabisa kamera na yeye attention, akiwa anarudi hivyo hivyo. Lakini baadaye ilipoendelea akaanza kupenda, ndo mpaka leo na yeye mwenyewe anachukua video. Leo kinga video za zamani nilikuwa nachukua mimi. Sasa hivi anashika yeye simu, anasema tujirekodi. Yani anakupa tu ni ile labda kitu tunafanya tu, anachukua tu simu anarekodi, baadaye tukiangalia tunaona hiki kinafaa kupost, hivyo tunapost. Sawa, safi sana. Na pengine labda nyie ni wafuatiliaji wa muziki wa Bongo Flava, mshabiki wa timu gani, wa msanii gani? Wewe mshabiki wa msanii gani? Hizo wewe. Ni Bongo Flava na wapenda wasanii wote kwa kweli. Wasanii wote wananivutia na kunifurahisha, lakini japokuwa miaka ya nyuma nilikuwa sipendi sana kusikiliza Bongo Flava, japokuwa na wapenda wasanii wote. Nilikuwa nasikiliza tu ile one time listening, unajua Lakini miaka ya nyuma nilikuwa napenda sana kusikiliza nyimbo za nje. Ila mmoja wa watu walionichangia mimi kuwa nasikiliza sana Bongo Flava, Kivuruge hapa. Kila kitu kakuforce. Anapenda nyimbo gani sasa hivi? Anapenda unaimbaje ule wimbo? Ule wa Divoice ule. Ule unaupenda, anaweza kausikiliza siku nzima. Unahitaji ule? Penzi ni hadithi za siku nunu. Unapatia kuimba au? Nimechapia. Ile inapigwaje ile mzee wako? Ipi? Aloipiga huyo na wanaimbaje? Penzi ni hadithi za siku nunu. Iwe kwenye furaha nyakati ngumu. Huyu anachapia sasa. Nimekosea kwani? Sawa. Nyie inaonekana ni watu wa furaha sana. Unahisi furaha yenu inatokana na nini? Yaani muda wote ni kama watu ambao mko happy sana. Furaha yetu. Baby jibu. Furaha yetu inatokana na kupendana na kuheshimiana. Kila mtu anasimama kwenye sehemu yake. Yaani mwanaume usimame kama mwanaume, mwanamke asimame kama mwanamke. Hiyo ndio inajenga na furaha yetu. Lakini pia kutokutengenezeana vitu. Unajua anapokosea, si kwamba tugombani sisi, huwa tunakwazana pia. Yaani kutokea ameteleza, amekosea, na hata mimi huwa nateleza nakosea. Lakini tunajitahidi sana kumaliza haya mambo kabla hayajavuta muda. Kwa hiyo inasaidia sisi kutengeneza furaha yetu kuwa kubwa. Okay, nimpe nafasi producer wangu kidogo, ana swali anataka kuuliza. Nasema? Sasa huyu anatoa chambo. Huyu anatoa chambo, sio mimi. Hapana bwana. Huyu wakati tunakuja akawa anauliza, anasema hawa jamaa wanaonekana wako wote muda mwingi sana. Mimi kwa kuwa nishakutana nyie, nikaa nimwambia uweze amini hata kazi zao ni separate. Yaani huyu yupo huku, huyu yupo huku. Yaani wenda unakutana jioni kama wewe unavukutana na mkeo. Umeona? Sasa huyu akasema kama wako wote muda wote hivi, kwa sababu unaona video nyingi wanajirekodi na nini na nini. Hii sio hatari kwamba wenda kuna mmoja ashawahi kukutana na DM au text ya ajabu, kwa sababu kama wako wote basi wanashikiana simu.
Kwa hiyo hajawahi kutokea mmoja akabamba message kwa mwenzie. Sasa hiyo swali ni kwa nani? Si kwa huyu, si kwa huyu. Tuanzie hapa. DM. Ushawahi kukuta labda text ya mwanadada ama msichana akichati na mpenzi wako? Messages DM zipo anamtumia, lakini naonaga tu ni DM ambazo yani hazijajibiwa au zingine kabisa naona hazijafunguliwa kabisa. Kwa yani mara nyingi DM zenyewe labda nifungue mimi. Hivyo. Uaminifu ni mkubwa sana. Mjomba, ushawahi kukutana labda na DM kule ukakutana na vijibaba vinajimaliza? Unajua mtoto wa kike ni jambo la kawaida hilo. Hasa unaposema mtoto wa kike alafu tuseme na ni mzuri pia. Kwa hiyo kukuta DM ni kitu cha kawaida. Lakini yeye ana respond vipi ndio ambacho kina kitu cha tofauti, kwa sababu hata kama sio DM maana hata akitembea barabarani pia si anasimamishwa. Kwa hiyo DM zinakuwepo, ni nyingi tu. Ni nyingi. Lakini ni za kawaida kwa sababu sijawahi kuona kama zina madhara aina yoyote. Zinaisha fresh, mnamaliza, maisha yanaendelea. Maisha yanaendelea. Alafu speaking of, umesema sisi tunakuwa pamoja muda wote. Hapana mzee. Sisi tunafanya shughuli za kujitafutia riziki. Mimi nafanya kazi, mimi nimeajiriwa. Kuajiriwa sio, unafahamu maana yake naingia ofisini kwa muda maalum, natoka ofisini kwa muda maalum. Nje hapo maana yake siwezi kukua hivyo. Kwa hiyo tunapokuwa pamoja ndio tunaonyesha vile vya kuonyeshana. Labda itokee weekend ndio tunakuwa pamoja muda mwingi. Au kama siku ya Jumamosi nikitoka kazini mapema tunakuwa pamoja muda mwingi, lakini siku za kazi ni ngumu kuwa pamoja labda kwa siku nzima. Hapana, kwa sababu yeye anakwenda dukani, mimi nakwenda kazini. Kwa unaweza ukaangalia hapo hatuwezi kuwa wote muda mwingi. Sawa. Baada ya ile video nafahamu kuna vitu vingi vimekuja hapo. Umaarufu utakuja hapo, deals zitakuja hapo. Kuna namna yote ambayo mnaweza labda mko tayari kuenda na hivyo vitu na maisha yenu ya kawaida? Tuko tayari. Ukishasema deals you talk about money. Na hata kwa tunafanya tunatafuta ni hela. Kwa hiyo deals zikija tutazipokea. Tutaangalia deal imekaeje, tutakubaliana na wewe mtu ambaye kutupa hiyo deal, tutaifanya. Inawezekana. Kwa sababu kama umesema tunaweza kuhandle kupost na wewe unahisi tuko pamoja muda wote. Lakini hatu pamoja muda wote. Why tushinde kuhandle deal? Tena tunaweza tukashinda wote labda Jumapili. Tena ndio hivyo paka wewe hana sehemu za kwenda. Kwa hiyo muda wote sema tu ule muda tunaokuwa pamoja ndio hivyo. Nini brother, ni shabiki wa mpira? Timu gani? Wapi, Bongo au nje? Exactly, Bongo. Bongo. Mimi ni Yanga. Bibi? Na mimi ni Yanga. Basi bwana, kumbe mambo yanakuwa shwari kabisa. Mechi mnacheza mchezi? Mechi tunacheza. Mechi inapigwa Mechi ipo. Mechi ipo. Tenda. Tunaenda. Mnafungua mlango? Tunafungua. Mageti mtafungua? Tunafungua mageti. Safi. Bwana, mimi nafikiri tumemaliza. Kama una swali lolote dondosha hapo, nafikiri watajibu, lakini kwenye akaunti zao mnafahamika kama nani? Akaunti Instagram, TikTok labda kama zipo? Yes, akaunti yetu ya pamoja inaitwa OneSoul. Hiyo ambayo tunaitumia ambayo iko TikTok pamoja na Instagram. Lakini kila mtu ana akaunti binafsi ukiachana na hivyo. Mimi na akaunti yangu ambayo inaitwa, na akaunti mbili. Nimejaribu kutenganisha kwa sababu unafanya shughuli mbili tofauti. Akaunti ambayo inahusika na masuala ya bima inaitwa Mr Insurance. Lakini akaunti ambayo ninafanya biashara za kuuzia magari inaitwa Matidom Magari. Yes. Bie? Mimi akaunti yangu ya kwanza tu binafsi kwa ajili ya kujiposti ya Instagram na TikTok ni Lavida Zel. Alafu kuna akaunti nyingine ambayo pia ipo Instagram na TikTok ya biashara ya product inaitwa Lavi Beauty Product. Hivyo tu. Safi. So basi. Safi bana, wafate huko bana kwa ajili ya kupiga story na kushare more ideas. Kwa sasa bye bye.